الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الأول قبل كل أول، والآخر بعد كل آخر، شديد العقاب لمن كفر، غفور رحيم لمن تاب عليه. كتب الفناء على جمعه والبقاء على نفسه. أشهد أن لا إله إلا الله واحد القهار، ألا فكبر، عصي فغفر. أشهد أن سيدنا ومعلمنا ورسولنا مصطفى محمد صلى الله عليه وسلم أتى الأمانة ونسأل الأمة وكشف الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. إخوة لمن أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله الحنان المنان. كما قال الله سبحانه وتعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. ولذلك إخوة لمن لا خير أن يكسر مالك وولدك، ولكن الخير هو أن تعقل عن الله ثم تطيعه، وهو خير في الدنيا والآخرة. إخوة لمن أنا موضوعة اليوم عنواني يقول: الصاحب ساحب. أما بعد، baada ya kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala na kumtaka ziada na rehma zimeendee kiongozi wa umma na si mwingine bwana wetu, mtume wetu Nabina Muhammadi, na amani ziwe juu yake, ambaye ameifikisha hii amana ambayo leo mimi na wewe tunaacha kila shughuli yetu, tunaitika wito wa Allah kuja kusikiliza maneno ya Allah na kusimamisha ibada ya ngumu nzuri ya swala, sababu ni ngumu wale ambao watashindwa kuacha shughuli zao, kuhangaika kwao kwa sababu ya dunia, kuja kusikiliza maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ndugu zangu, nikinasihi nafsi yangu pasina kusahau na nafsi zenu, kunako siri ya mafanikio ambayo inafadhilisha kila kiumbe katika dunia. Hakuna siku mtu ataishi ndani ya maisha amekubali hii siri akose pata maisha mazuri, akose kupata solution ndani ya mambo yake, akose kupata pepo ya Allah. Ni siri gani? Antakwa Allah, muogopa Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Na utajuaje kama unamuogopa Allah? Si kujivunia kuzidisha mali, si kujivunia kuzidisha watoto, si kujishifunia kazi, lakini kumwogopa Allah ni kujua Allah ametaka hiki ukakifanya sababu yake Allah, ndio mcha Mungu huyo. Na Allah anakataa hiki ukakiacha sababu yake Allah, sababu unajua hakuna yule ambaye kakuweka ndani ya dunia kama si Allah. Hakuna yule ambaye anakupa uwezo wa kuamka na kuishi kama si Allah. We hauna utajiri, hauna maarifa, hauna akili kuzidi wengine, wameshaenda na wameitika wito Allah amewatoa.
Ndio maana mcha Mungu anaishi kila siku anamuogopa Allah, haogope watu, sababu mtu kimuogopa kesho utamkosa, anaweza safiri. Ukiogopa kiumbe kuko siku Allah atakiua, hautakiona. Ukiogopa mali kuko siku Allah atakunyang'anya. Lakini mwanadamu akiishi maisha yake anajua Allah ndio mweza wake wa maisha. Allah anasema atamupa dunia na atamupa akhera, kwa sababu akramakum inda Allah atakakum. Mbora katika watu, mbora katika viumbe, mbora mbele yake Allah ni mwenye anamuogopa. Anaweza kuwa ni shekhe lakini asiogope Allah, si mbora kwao. Anaweza kuwa ni tajiri, ni raisi, lakini kama hajui Allah, wewe jitambua kwamba unamzidi, sababu unaishi kwa matakwa ya Allah subhanahu wa ta'ala. Akituwezesha Mwenyezi Mungu utakumbusana kunako sije fupi, aswahibu sahibu. Kila siku rafiki anaiga tabia ya rafiki mwenzake. Bimaana tunapenda tukumbushane kidogo mazingira ya kuchagua mtu mwenye unaweka karibu yako, sababu Mtume anasema aswahibu sahibu. Mtu anakuwa anaonekana kutokana na mtu mwenye iko karibu yake. Mwenyezi Mungu anasema katika Qur'ani ya kwamba watawanu ala albirri wattaqwa wala tatawanu ala alithmi waludwan. Anasema kila siku mwanadamu, maisha yako chagua rafiki katika mambo mawili, albirr wattaqwa wala tatawanu ala alithmi waludwan. Kila siku mtu mwenye unaweka karibu yako, angalia mambo mbili. Ya kwanza albirr, anakuongoza katika wema. Wattaqwa, je, anakuongoza katika kumwogopa Allah. Wala tatawanu ala alithmi waludwan, je, anakuongoza katika mambo ambayo yanakupoteza na mwenendo wa kumjua Mwenyezi Mungu. Ndio Mtume akasema aswahibu sahibu. Rafiki wa mtu ndio hule mwenyewe wanapasha kuona tabia yake, unaikopia, unaibeba. Sasa Mwenyezi Mungu akasema watawanu ala albirri wattaqwa wala tatawanu ala alithmi waludwan. Rafiki yako ni ule mukiweka karibu yako, angalia kama anakuongoza katika mema. Maana mema katika dunia ni ule mwenye anaweza na kunufaisha. Amekufundisha kazi, kama kufundisha kazi anakukumbusha kusali, kama kukumbusha kusali anakukumbusha kutoa sadaka, kama kukumbusha sadaka anakukumbusha kuongea na watu mzuri, kama kukumbusha hiki albirru. Manake albirru husnul khulqi. Ndio Mtume akasema rafiki mzuri ni ule mwenye kukufunza tabia nzuri, kwa sababu tabia nzuri ni husnul khulqi, ni wema katika maisha ya mwanadamu. Na kweli Waislamu wengine wanakuambia dis-moi qui tu fréquentes, je te dirai qui tu es. Bimaana ukawa, Mtume anasema ukiwa mtu mwenye unazoea mtu mwenye anakuwa ananuka parfum, kama hautachukua tabia ya kuweka parfum, ukifika karibu yake, mwenye atakufika hako atapita anasema hapa kuna nuka bien, hata wao kutia parfum. Haujawahi ona unafika fasi na mtu mwenye ametia marashi, mnaikala fasi, kisha mtu mwanafika sasa hapa kuna nuka mzuri bwana, unanuka bien, na wewe mwenyewe mimi sikutia hata parfum. Sasa mtu anasema ni sababu ukitembea na mtu mwenye ananuka miski, ananuka parfum, na wewe wanawaziana umenuka mzuri. Na vile vile ukitembea na mtu mwenye ananuka uchafu, wewe jiwaze, tembea na mtu ni mvuta bangi, ameweka bangi katika nyumba yake, ameitia moshi mpaka imejaa nyumba nzima, kisha mtu anafika
hakuona uvuta bangi ya kwanza atasema ni mnanuka bangi. Bimaana mwenye unatembea naye anapasha fanana tabia yako, influencer. Ndio Mtume akasema chunguza sahibu, chunguza rafiki mwenye unaweka karibu yako. Je, anakuletea faida gani? Sababu leo watu wanafanya urafiki, si vibaya. Mtu anakuwa rafiki yako kwa sababu ya interest fulani. Anaona labda una pesa, labda una cheo, labda una connaissance, labda unajulikana, labda kila siku anaishi nyuma yako ni ile interest. Ndio kesho ikipotea interest unapoteza rafiki. Lakini rafiki mwenye Allah anatuambia sisi tuangalia ni ule ambaye tatawanu ala albirri wa taqwa. Ukiishi na mtu mwenye unakutana anakufundisha tabia zilizokuwa nzuri, na wewe unakutana unaanza kupia. Angalia katika vijana wetu kama gisi tunawakomalisha. Mtoto anaweza zala kuna miaka 10, akakamata rafiki yake ni mwanamuziki, ataanza tembea mwenendo wa mwanamuziki. Hawaiona kijana mdogo, kijana ukimkuta mtu wewe mwingine unamwambia ameacha suna ya ndevu kisha anaziacha anazifanya zimua hivi. Ukimuuliza bwana sasa hii model ni suna ni nini, anakuambia wewe unaona style fulani amefanya kitu fulani. Bimaana rafiki ana influence kama mtu. Unakopia tabia ya mtu mwenye uko naye. Ndio Mwenyezi Mungu akasema tawanu ala albirri wa taqwa. Muongozane katika wema, kuwa na watu wenye wanakuongoza katika wema na katika kumwogopa Mungu. Angalia watu wanakuzunguruka, mnaongea nini katika masaa 24? Ni siasa, sababu hapa kila mtu ni politician. Unaweza ikala watu wanaanza maisha kila politician. Maki rafiki yako akiwa, angalia mzuri, ukiwa na rafiki politician, maana kila siku unapataka habari. Atakuelezea leo kulikuwa akoro, leo kulikuwa dialogi, leo kulikuwa hivi, leo. Manake angalia mtu mwenye unaishi naye ana influence maisha yako. Na kweli Saidina Umar radhiallahu anhu kuingia kake mdini alikuwa makali sana na alikuwa na uwezo wa kugombana sana. Alikuwa mgradi ya kukuwa hata wa generali wa show. Siku moja anasikia Mtume iko naleta Uislamu. Umar akasema sasa huyu mtu mwenye anasumbua watu sana hapa Maka, tukipita huko huyu wasema la ilaha illa, tukirudia la ilaha illa. Sasa mie nenda mkata leo, ni mkate kichwa nimalizane naye. Akakuwa makali, alikuwa na cheo, akatoka na kurashi zote, anasema nenda mkata Mtume. Akafika mbele ya kufika akasikia mjia anamwambia dada yako fulani ameshakuwa Muislamu. Akasema hii si shida sasa, maana na mwetu Muhammad ameshaingia ndani. Akasema hapana, na nipite kwa dada yangu nione. Akafika ndio anakuambia tawanu ala albirri wa taqwa, shikamana na watu wenye kuwa na maneno ya Mungu. Anafika kumlango anasikia dada yake kuna soma Twaha, sura Twaha. Akasema mtu unasema maneno gani? Anaikana kimya, akaanza sikia, anaanza soma sura. Akutana ndani ya sura, wanaonesha uwezo wa Mungu, wanaonesha nguvu za Mungu, wanaonesha nguvu kama zinatoka wapi zinaenda wapi. Akapita anasema hii ndio maneno ndio Bwana iko nafundisha. Qur'ani kakulegeza. Kuliko ande muua, akaenda mtafuta, ikafika watu wakasema Mtume wanaanza mwanusendeo. Umar anakuya anajambia watu, maswahaba wanasema naye yule mwenye anakuwa pomba anakuya, watu wote wakapata pomba. Mtume hakuogopa, akasema basi kama anakuya kwa kheri mwacha kwenda, na kama atokea na sharia yake basi atakutana na sharia yake. Akaingia Umar, watu wote wakatoka mjia wanaogopa. Bana muona mtakisi uone mtu sasa anakuambia unakia kufunga, utaogopa. Mimi na wewe wakupa tu invitation hapa, convocation ya polisi au ya quartier, utaogopa, utalala. Ile siku utaomba na dua na zenye ujue. Ndio kina wa Umar kisi walikuwa wale walikuwa na nguvu, lakini Mtume alikuwa haogopi.
na alikuwa hana woga. Akiona huyu anaingia, kuingia kwake aliingia sababu alikuta dada yake anaisoma Qur'an, maneno ya Mungu kamjenga, akasilimu kuwa Muislamu. Na kuingia Muislamu ikamtoa tabia iliyokuwa mbaya, kwa sababu alijikuta anaingia msirkle ya Mtume Muhammad. Unajua murafiki wa mtu ukawa na sirkle ya urafiki nzuri, kuna watu wengine wanapasha kuogopa, wanashindwa hata kusemesha. Kuna mtu mwingine akisikia tu huyu rafiki yake ni fulani, huyu rafiki yake ni fulani, watu wanaanza kukuheshimia na hauna hata zile pesa. Au jamaa unafika fasi, watu wanasema usicheze na huyu bwana, anaiwana na watu fulani. Maana ni kusema ukawa na circle ya urafiki nzuri na heshima pia inapanda, na ukawa na circle ya urafiki mbaya na heshima pia inashuka. Umar aliingia akajikuta anaingia msirkle ya bwana Mtume. Alikuta Mtume maisha yake hana madharau, maisha yake hana kujisifia cheo, maisha yake, na yeye akakuwa miongoni mwa Waislamu bora wenye walisilimu na wakawa na tabia nzuri, mpaka Umar alikuwa kiongozi mwenye hawezi lala na hayaona Waislamu wanaishi aje. Hakuishi kwa kupigana, kwa kuogopa, kwa kutisha, bali aliishi kama kiongozi wa kujishusha. Mpaka siku moja alikuwa anatembea usiku, anakutana mnyumba moja, mama moja ako naambia mtoto wake, msika wake, ya kwamba msika wangu, angalia hii maziwa, alfajiri natafika, tunataka enda uza maziwa hapo nje, ongeza mai mu maziwa ili iwe maziwa mingi, tupate machupa mingi za kuuzisha. Msika kaambia mama, Umar yuko nje kama kiongozi, anasikia mama na mtoto wako wanazozana, akasikia tabia tu, sema msika anaambia mama, haukusikia kama Umar alipana ordre akasema ya kwamba mtu wowote biashara kaongeza kitu kingine kenye sio kile na tireni atamfunga na atamwadhibu. Mama yake akamwambia, basi sasa Umar yuko wapi? Si ni kiongozi ashapumzika, sasa hatuone. Umar anasikiliza mnyumba, anasikia watu wako wanazozana, tabia tu. Basi msika kaona mama hasikie, akamwambia, basi mama, aina Allah, mama yangu, sasa Umar haiko, sasa Mungu iko wapi? Naye analala. Mama yake akasema, hapana, kama Mungu ndio unasema na tufanye kwa ajili ya kuogopa Mungu, acha tupane maziwa iliyokuwa mazuri. Umar hakugonga mnyumba, hakuwasumbua, hakuambia kitu, akarudia kwake mbio nyumbani, akauliza watoto wake, nani anataka oa, nani anataka oa? Akasema, baba, sasa atakuwa mataoa. Akasema, hapana, kama hamtaoa nyie, mimi nenda oa fasi fulani, nimepata nyumba yenye mtu ana tabia mzuri. Msika anafundisha mama yake kumwogopa Mungu. Ndio unasikia katika hiyo kizazi ndio kulitoka Umar bin Abdul Aziz. Maana alikuwa mwanachuoni na alikuwa mcha Mungu, miongoni mwa wacha Mungu wakubwa. Bimaana sahibu, kila siku mtu aangalie rafiki mwenye unawika karibu yako, anakuletea habari gani? Mwenyezi Mungu anakuambia, wala tatawanu ala al-ithmi wal udwan. Leo kuko mtu mwenye alikuwa hajui kunya pombe, lakini sababu ya circle ya marafiki wenye yuko naye, siku moja anafika na kataa, siku ya pili anafika na kataa, siku ya tatu mwisho anamwambia unakuwa kayuma. Ndio maana leo tunakuwa na msiba. Ukiangalia vijana wengi wa Kiislamu na wabinti hivyo imekuwa msiba, wanaiga tabia mbaya ya marafiki. Ndio maana mzazi na wewe unaanza angalia nani unaweka rafiki yako karibu na nani mtoto wako anaweka rafiki. Sababu Mtume anasema katika hadithi nyingine ya kwamba ukitaka kujua mwenendo ya mtu, angalia watu wenye wanamzunguruka, hawiyefanya fitna. Lakini ukichagula kikundi ya watu wenye kufanya fitna, unajiletea shida, nao unaanza waza kuleta konflikt kwa watu.
Bimaana aswahibu sahibu, mtu anaiga tabia ya rafiki yake, kwa sababu mtu unapitisha naye saa 24, angalia unapata faida gani. Kuna watu wengine wameweka urafiki ya competition ya kufanya maasi, ambao Mungu ameshawaambia wala tatawanu ala al-ithmi wala udwan. Mtu ana rafiki ukamuuliza huu rafiki munabadilisha mwenendo gani, atakwambia mwanamke wote mzuri akifika mgomo wewe bwana anaiwaka. Maana urafiki wenu nini? Iko mwasi ya Allah. Ukikutana mtu anakwambia huyu bwana mgoma, ukitaa yua fasi kwenye kutakuwa mafete umsogelee. Mbona urafiki utuna? Ukitaa ona rafiki uko naye, akifika tu kila siku anakuletea habari ya kukuchonganisha na watu wako wa karibu. Manake unaishi na rafiki, kazi ni kuambia mtoto wako alifanya kibaya, kazi ni kuambia mke wako alifanya kibaya, kazi ni kuambia alifanya kibaya. Uislamu unakuambia wala tatawanu ala al-ithmi wal udwan. Usishikamane na watu wenye unaona Musa 24 wanakupoteza. Shikamana na mtu mwenye atani rafiki wae, lakini maadamu anaweza fanya sala mara 5 kwa siku na anakukumbusha, anakuambia eh bwana ulisha sali. Kama hujapata rafiki kama ule, maana haujajua. Shikamana na rafiki ambaye angalaona fasi ambapo hujue fanya kazi, anakufundisha kazi. Lakini tusio na rafiki. Ndio maana mtu anaweza kupata rafiki na mtoto mdogo, maadamu ni mcha Mungu, anakuzogeza kwa Allah, kufanya rafiki yake. Qul ya ibadi alladhi asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah inna Allaha yaghfiru dhunuba jami'an innahu huwal ghafurur rahim. Astaghfirullah. حمدك يا الله، من تكلم سميت صوته، ومن سكت علمت سره، ومن عاش فمنك رزق. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Baada ya kumshahidia Mwenyezi Mungu tena mara pili na kuendelea kumshukuru na kutambua kwamba hapana mola apasaye kuabudiwa kwa haki isipokuwa ni Allah subhanahu wa ta'ala, na kutaka ziada na rehema zimwendee kiongozi wa umma na si mwingine ni mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Aswahibu sahibu, kila siku mtu awe anaangalia rafiki mwenye anaweka rafiki yake wa karibu yake, ajue anamweka kwa sababu gani. Qur'ani inasema tuwaweke karibu watu karibu yetu kwa sababu watuongoze katika albir wa taqwa. Mtu mwenye atakuwa karibu yako, kama unakuta hamuongozane katika wema, mubadilishe mwenendo ya urafiki, mkumbushane wema, kwa sababu Mwenyezi Mungu anasema siku ya kiyama, fayaqula lahu rabbi laula ahdani fulanan. Kuko watu wenye siku ya kiyama watasema Mwenyezi Mungu, laiti singe kama taka fulani alifanya rafiki yangu hapa duniani. Kuko leo unaona kama rafiki haiko kitu, haikwambia kitu, lakini kuko siku na ambao utafariki, utasema laula akhartani fulanan, laiti singefanyaga fulani rafiki yangu, sababu kila siku alikuwa ananikumbusha tu, twende tugombane, twende tusengenye, twende tuibe, twende tuzulumu, twende tufanye hivi. Na urafiki haiishia tu kwa mwanaume, hata katika mwanaume na mwanamke. Ukiwa rafiki wa mtu, jikaze. Unajua kuna watu wengine Allah akiwapa neema wanaileta hapo masharti. Kama sisi wanaume tuna ile udhaifu wa urafiki na wanawake. Kuna mwanaume hapa maisha yake
anajua hawezi kumsaidia mwanamke mpaka azini naye. Mpaka na vijana wamejua urafiki wa mwanaume na mwanamke hauwezi ukakolea mpaka paingie tu ndani zina. Manake wewe huwezi toa sadaka. Unajua kuna watu wengine walikuwa wanaona kama urafiki, hata mwanamke anaweza kuja kukulilia shida akakuelezea magumu, lakini wewe kama Allah amekupa uwezo, usiona kwamba huyu iko na faiblesse. Mpaka wengine wanafanya urafiki ubaya, wanaingilia mpaka manyumba za wengine. Unaona Muislamu mzima ana mke wake ni rafiki yake, kwa sababu huyu mke anakiamwambia leo hatuna vyakula, mwisho anaanza kritike rafiki yake kwa mke wa rafiki mwenye unaita rafiki. Unaanza sema huyu mwanamke, huyu wanako hakwake hivi, unaona mie nakufanyizia hivi, nakufanyizia hivi. Ogopa Allah, falaula, ogopa siku ambayo utaulizwa hii urafiki anayotumikisha vibaya kwa sababu ya neema. Wewe ujue kama sadaka inatoa baraka. Mtu akikulilia shida sumupe tu. Mahalasafu shadid, leo hata sasa wamama nayo imekuwa shida, mpaka ndoa ukioa si kusema unapata utulivu. Watu wengine leo ukaoa, urafiki inaleta uadui. Mtu anaoa mpaka anaolewa, analeta urafiki yenye alikuwa nayo katika maasi mpaka munyumba. Utaulizwa na siku ya Kiyama, utaambiwa kwamba singelikamataka fulani kuwa karibu yangu. Mpaka watu wengine anakuwa anakuambia mimi niko na ex, niko na mtu mwesiwezi sahau, niko na mtu mwenye napasha kumbuka, niko na mtu mwenye ataniambie nini mimi napasha itika. Hange dada yangu, hange mama yangu, utaulizwa siku ya Kiyama, wewe mwenyewe utasema falaula, laiti singekamata huyu kuwa rafiki yangu. Chunguza hule mnafanya rafiki leo anakuletea nini, anabomoa nini. Leo ndoa za watu haziheshimiwi sababu ya urafiki mbaya. Leo kazi za watu hazidumu sababu ya urafiki mbaya. Ndio maana Mtume alikwambia fakuli zianama mahsuda, ogopa hata kuwa rafiki kuambia neema yako, ogopa hata kuwa ndugu kusema neema yako, sababu neema yote inaleta uadui. Kuna mtu unajua leo mnafanya urafiki, anakuambia Mungu katika birri wa takwa, lakini wa kwanza kupana information yako ya faiblesse ni ule unaweka. Ndio maana Mtume anakuambia aswahibu sahibu, chunguza rafiki unaweka karibu yako. Huyu unaweka karibu, ndio huyu atakuletea shida. Unaweza wewe kritike watu, lakini kaika nafasi ya kukritike watu utaanza kritike. Unaweza kuwa haujua iba. Unajua wanawake wanakuwa na urafiki ya manguo ya manini, akiwa na rafiki wa kumletea kila siku maneno, mamodele, maivi. Bwana mwingine anapata shida, unakosa usingizi. Mpaka wewe mwenyewe unaanza sema, mbona huyu mtu akwaka na hii tabia? Ameitoa wapi? Si mtu inakufikia kujiuliza. Kuna wakati watoto wenye umezala wako mnyumba, unawakomalisha, unawaweka katika kumstari. Kuna wakati unashindwa kuwajua. Haujawahi na mzazi anajiuliza, mbona maisha yangu siyawahi lewa, siyawahi kunya, siyawahi vaa hivi, lakini huyu mtoto anatosha hivi vitu wapi? Chunguza rafiki. Tuko nakwambia aswahibu sahibu, mwenye kuwa na rafiki anaendana. Shikamana na mtu mwenye atakukumbusha, akwambia leo ni swala sali, leo ni Ijumaa tukuza, leo ni sadaka wende, leo ni makaburi fanya, leo tupunguze fanya. Angalia kama hauna mtu wa hivi, hauna watu unazogelea hivi, ungana na problem. Na mwanamke mnyumba lazima umfundisha kwa rafiki. Basi ukumbuke tu kwa anasema ulikuwa unapanda rasio. Mnyumba wajua kwamba baba huyu alikuwa anakosa usingizi, kama hatujasali hata lala. Lakini baba wa leo anafaa urafiki na watoto, wakikosea Mungu haimuuzi na haione shida.
Urafiki unaweka mnyumba mpaka unapoteza na watoto. Sasa mtihani ya ajabu, unaweza kukuta baba yeye mwenyewe utaruku swala. Sasa nyumba itakuaje? Si mtihani? Si msiba hiyo? Ndio maana tufanye urafiki katika birri wa taqwa, katika kumwogopa Mungu na kuongozana kunako mambo mazuri. Ukiona mtu anafanya kitu kizuri, usimpige vita, msogelee na wewe. Mtume anasema kwa sogelea mwenye kunuka marashi, na wewe parfait kunuka hapo. Wewe kila siku unasogelea tu babizi, kila siku unasogelea watu wataru kuswala. Ndio maana Mtume anakuambia ukitaka badilisha mazingira yako, badilisha watu wanakuzunguruka. Kama unakuta usalaki, angalia eske ninakuwa na mtu mwa salati mbele yako. Kama hauna, itafuta ule rafiki. Sababu akiwa na sali ikifika atakwambia watonde sali. Wewe mwenyewe unasema unaye bwana, ndani kusali sana. Wewe unaenda, sura kama nakusaidia. Ewa tufanye dhikri tuikale. Ndio rafiki huyu, mnaikala, mnafanya dhikri na kukumbusha tusome Qur'an. Mnasaidiana. Lakini wewe kila siku unapenda rafiki yako kuambia leo viruka itacheza, leo tuende kusport, leo tufanye hivi, leo tunyangule chuma, leo twende watu tapi, watu imbe, leo inna lillahi hii msiba. Kumbuka humu atakukumbusha Allah. Leo atakwambia leo ni Ijumaa. Anakukumbusha siku nzuri. Leo anakwambia leo baba, twende msikitini mapema. Njoo rafiki. Leo onyesha kama uko Muislamu. Leo utakuwa na marafiki kila siku, ndio unakutana watu wengine hata kuvaa kanzu au kuvaa mzuri siku yake Ijumaa. Siku ya kutukuziwa. Hanashindwa. Hana rafiki bwana bwana kanzu. Mimi kwa bwana tena rafiki bwana bwana kanzu. Hakuwa tena mwanamke mwanamwambia tia hata kofia bwana. Leo ni Ijumaa. Leo ni siku unaweza kukutana na Mola. Entourage yake ni makafiri, entourage yake hakuna Muislamu, entourage sasa anakuwa naona ni kivaa ya Kiislamu. Aba watu sasa tutaenda ku restaurant. Sasa tutaenda mkazi. Si mimi tu ndaonekana mwa hivi. Hata takhafu nasi. Unaogopa hawa watu tu. Hawa watu wenyewe wanashikwa na magonjwa. Unaogopa mwanadamu mwenye Allah akapatia tu malaria. Anakosa kuonekana. Unaogopa huyu. Mimi na wewe hatuko kitu. Ishi ogope Allah, tukuza Uislamu. Onesha kuvikao akiona sema huyu ni Muislamu. Ndio rafiki wa kukuongoza hiyo. Anakuingisha tabia nzuri. Wewe unaogopa mtu. Mpaka mtu anasema unasipendake baraka mabase zangu siku za mapandezi napenda afe bala hayo matriti. Na watoto siwaoneshe. Lakini wewe rafiki wako kila siku ni kusema sasa ndaenda na rafiki yangu kwa ile fete fulani. Wewe na mimi tuko Waislamu, si tuoneshe hata vendredi. Kwa ile kazi yenye tunafika mbona inatushinda? Aswahibu sahibu. Meangalia ukawa na rafiki mwenye kila vendredi anaenda kumsikia mapema. Utaenda. Ukawa na rafiki mwenye kila vendredi anavaaga kionyesha dalili ya Kiislamu, utavaa. Ukawa na rafiki mwenye kusali utakumbuka kusali. Na ukawa na rafiki mwenye kubeba kukupoteza utapotea. Ndio maana unakutana kila siku mtu akiwa na marafiki anaanza kupia tabia mpaka Muislamu ukimkuta nafasi nyingine hata kuambia na salamu. Na mtu anaweza kuambia unaona ukanikuta pale fasi zetu makazi fulani mimi sipendaki watu waiweke ni kuna boga Muislamu. Inna lillahi Islam. Mambo tunasema na sababu tunayaona. Sio urafiki mbaya, mtu anaogopa na dini. Sababu iko na watu wanamwambia kama Muislamu ni teroriste. Si tunaona hapo maoni sisi tunatumika. Kuna watu wanakula nyama za haramu sababu ya watu wanatumika nao mkazi. Unaona mtu sababu wanamuonesha cheo, wanaona watu wanamzunguka, wanakritika ideolojia ya Kiislamu. Na yeye anakuwa anaogopa sasa. Usali kaonesha kama na wale Waislamu hapa napoteza kazi. Yani ya rafiki. Kwa hiyo tahadhari kwako na kwangu kwa ule mtu tunaweka karibu yetu. Tahadhari. Wakati tukasaifu wakati ni kama vile mpanga faida kutoka amri kianzia kwa Mwenyezi Mungu akisema inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi
يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما كيف يقول اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. الصحابة منهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم أجمعين. قال الله سبحانه وتعالى يقول ادعوني استجب لكم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا يا مولانا انك التواب الرحيم. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لكنا من الخاسرين. ربنا نعوذ بك من نشرك بك ولا نعلم ولا نعلم يا رب العالمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الاحياء منهم والاموات في مشارق الارض ومغاربها. يا حفيظ يا حفيظ يا حفيظ احفظنا من كل شر عدوان انت تعلم من الانس والجن اجمعين. يا حفيظ يا حفيظ يا حفيظ احفظنا من كل شر عدوان انت تعلم من الجن والانس اجمعين. يا حفيظ يا حفيظ احفظنا من كل شر عدوان انت تعلم من الجن والانس اجمعين. انا وعد الحق انك لا تخلف الميعاد. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات الاحياء من الاموات منهم ابائنا وامهاتنا. اللهم اغفر لهم وارحمهم واعفيه واعف عنهم واكرم نزلهم ووسيع مدخلهم. اللهم ان كان مصفا باحسانهم وان كان مصفا تجاوزا عنهم وناوي قبورهم بنور يوم الجمعة يا رب العالمين. واحفظهم من عذاب القبر من نور يوم الجمعة يا رب العالمين. وادخلهم في جنتك من نور يوم الجمعة يا رب العالمين. واجمعنا معهم من جنتك يا رب العالمين. اللهم يا من لا يحتاج الى بيان وتفسير حاجاتنا كثير وانت تعلم بها وانت عالم بها خبير. اقضي حاجاتنا الذي ندعوك في الليل والنهار. حسبي الرب من المربوبين حسبي الخالق من المخلوقين حسبي الساتر من المستورين حسبي الناصر من حسبي الناس من المنصورين حسبي الخالق من المخلوقين. حسبي الله وحسبي فانت الله فكن حسبي الله لا اله الا هو عليه توكلت ورب العرش العظيم. اللهم يا من لا يحتاج الى بيان وتفسير حاجاتنا كثير وانت عالم بها خبير. اقضي حاجاتنا بحرمتك يا رب العالمين. واحفظنا من كل شر عدوان يا رب العالمين. واحفظنا اعمالنا من كل شر عدوان يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه الحمد لله رب العالمين. قال الله ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان العهد الذي بيننا وبينهم الصلاه فمن تركها فقد كفر ان الصلاه كانت المؤمنين كتابا موقوتا.